Rafiki yangu, mtazamaji na msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Na kukaribisha tena siku nyingine, ikiwa ni siku ya 6 katika mfululizo wa masomo yetu ya juma la uwakili, juma la maombi la uamsho na matengenezo, mahususi kabisa kwa ajili ya wanafunzi hasa wa kidato cha 6 wanaoelekea kwenye mitihani yao hivi punde. Na penda kukusalimu kwa salamu yetu, nadhani unaikumbuka vema. Nikisema elimu, unasema safari yenye tumaini. Elimu, safari yenye tumaini. Basi Mungu akubariki na ni kukaribishe moja kwa moja kwenye somo letu. Somo letu lina kichwa kinachosema mwanafunzi na maisha. Kama kawaida tunamwangalia Mtume Paulo, kisa cha Paulo. Tunatembea katika kisa cha Paulo, na katika hiki kisa tunakilinganisha na safari ya mwanafunzi na elimu. Mwanafunzi katika mwendo. Kama Paulo alikamilisha mwendo mkubwa, basi hata mwanafunzi anaweza akakamilisha kusudi la maisha yake hapo shuleni na hata maishani kwa ujumla. Basi mwanafunzi na maisha. Unajua, katika maisha ya Mtume Paulo tunakwenda kujifunza vile ambavyo Paulo, mbali na kazi ya utume kama mwanafunzi, alivyo na swala zima la elimu, mapambano ya kielimu, pia kulikuwa kuna maisha yanayotakiwa kuendelea. Nje ya elimu kuna maisha. Na hapa pia nahitaji mwanafunzi ujue, usisahau kwamba kuna maisha. Na ikitokea kwa bahati mbaya umefeli elimu, basi usidhani kuwa umefeli maisha, bado lipo tumaini. Na unapokuwa ukiendelea na elimu, usisahau pia kuwa kuna maisha. Na kwa sababu hiyo mapambano yote inabidi yaendelee. Paulo alikuwa katika mapambano ya kimaisha pia. Tusome Matendo 20 mstari wa 34 na 35. Paulo anasema, ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Rafiki, natamani uelewe jambo hili. Baada ya shule kuna maisha mengine, na huko kuna kuishi na watu ambao watakutegemea na wewe pia utawategemea. Watakutegemeza na wewe utahitaji pia kuwategemeza. Kwa hiyo ni muhimu kujiandaa. Maisha si bahati mbaya na hayawezi kuendeshwa kwa bahati nasibu. Ni muhimu kujiandaa. Ni muhimu kujipanga. Rafiki, Paulo anasema kwamba kwa mikono yake alifanya kazi ili apate kumudu mahitaji yake, lakini pia aweze kuwahudumia wale waliokuwa pamoja naye. Maana yake ni kuwa hakuwa mtu tegemezi. Ni kweli alikuwa na kazi ya kushona mahema. Alishona mahema na muda mwingine akautumia kuhubiri Injili. Alihubiri Injili kweli kweli. Kabla Yesu hajaingia katika kazi ya utume, hasa alikuwa
akifanya kazi ya useremala pamoja na baba yake. Hapa nahitaji utambue kuhusiana na ujuzi wa maisha, hasa elimu amali. Unapokuwa ukipata elimu inayoelimisha akili, ni muhimu pia kupata elimu itakayoelimisha mwili, yani maana yake kwa maana itakayoshughulisha viungo vya mwili. Ni muhimu kupata ujuzi. Hivyo ukikumbuka kupata elimu hii, usipuuzie ujuzi pia. Ni vyema kuwa na ujuzi fulani. Unaweza ukawa Mungu amekupatia karama, amekupatia talanta. Talanta hiyo umepaswa kuiendeleza. Uwezo ule Mungu alioweka ndani yako, kwamba ni wa mikono, ni wa miguu, ni wa kiakili au uwezo wowote, umepaswa kuutumia. Pengine ni wa kuandika, ni wa kuimba, umepaswa kuutumia kuhakikisha unakusaidia kukabiliana na mapambano ya maisha ya kila siku. Ni kweli unaweza ukawa na ujuzi kidogo, hakikisha huo ujuzi unakuwa. Usikubali kukomea tu hapo ulipo. Usikubali kutoa hayo matokeo kidogo unayoyatoa. Nje ya elimu kuna maisha. Ukitoka shuleni, ukumbuke kuna maisha mtaani, kuna maisha ya nyumbani. Ukumbuke kuna wakati unahitajika kuingiza kipato chako, ujitegemeze na kuwategemeza wale ulionao. Usipuuzie ujuzi. Mungu anasema fanya kazi, na ataibariki kazi ya mikono yako. Kwa siku 6 fanya kazi zako zote, utende mambo yako yote. Siku ya 7 upumzike. Naam, fanya kazi kweli. Mungu amekupa muda huo unapaswa kutumika kufanya kazi. Mungu amekupa vipawa hivyo vinapaswa kutumika kufanya kazi. Biblia inasema kipawa ni kama kito machoni pake yeye aliyenacho, kila kigeukapo ufanikiwa. Kwa hiyo kile kipawa Mungu alichokupatia, kila utakapogeuka katika kufanya hiki na kile ambacho kinahusiana na hicho kipawa, ni hakika utafanikiwa. Hivyo hapa ni muhimu kujua ni uwezo gani Mungu ameuweka ndani yako. Kisha huo uwezo uhakikishe unauingiza katika vitendo, na sio tu vitendo, uhakikishe unaleta faida na matokeo kwa utukufu wa Mungu, kwa msaada kwako na kwa wote ulionao na kwa wanadamu wengine. Je, una kipawa gani? Una uwezo gani? Mungu ameweka ndani yako uwezo upi? Je, unayo miguu? Unaitumiaje? Mikono yako unaitumiaje? Paulo anasema mikono yake aliitumia kufanya kazi ili ajihudumie mahitaji yake na ya wale waliokuwa nao. Rafiki, jitahidi kujifunza ujuzi hata mmoja maishani mwako, alafu ubobee huo, yani ujikite sana katika huo, kiasi kuwa utakapokaa kutenda, matokeo makubwa yaonekane. Yani utakapotenda usitende kwa kubahatisha, utende kwa uhakika, utende kwa ubora. Jitahidi rafiki, jitahidi sana. Sasa tunapokuwa tukiendelea, ni vema utambue, ili injili isonge mbele, inahitaji pia uwepo wa uchumi imara. Paulo anasema kwamba aliwafundisha watu kushika kazi, na katika kushika kazi, kufanya kazi, kuwasaidia wanyonge. Ni kweli ni mpango wa Mungu wewe kuwa msaada kwa watu wengine. Kama kuna shukrani kubwa unayoweza kuionyesha kwa Mungu, ni kuwasaidia watoto wake wanaotaabika na kuteseka.
Kule hospitalini kuna wagonjwa, majumbani kuna wagonjwa, magerezani kuna wafungwa, sehemu tofauti tofauti kuna watu wenye uhitaji. Tunaishi na wazee, tunaishi na watoto, tunaishi na wahitaji, watu wanaohitaji chakula, mavazi, njaa, hawana uwezo wa kuvipata. Lakini kama Mungu amekujalia afya njema, amekujalia mikono, ni vyema sasa ufanye kazi ukikumbuka kuwagusa hata hawa. Kumbuka Mungu anasema kwamba anaweza kutujaza riziki za kila namna. Hiyo ni Wakorintho wa pili 9:8. Kwamba na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo lililo jema. Kwa hiyo Mungu anaweza akatubariki, anaweza akatufanyia yote, akatumwagia baraka zote kwa lengo tu la kwamba tuzidi katika kila tendo jema. Rafiki, si kwamba Mungu ameshindwa kukuletea, si kwamba Mungu ameshindwa kufungua njia kwa ajili yako. Lakini je, hoja yako ni ipi unapomwomba? Utumie kwa ajili ya maslahi yako binafsi na kwa faida yako? Je, anapokupa hicho atakachokupa kitamsaidiaje yeye? Kitaiendelezaje kazi yake? Kitaletaje utukufu kwa jina lake? Au utaishia kujisifia na kutaka kutukuzwa na wanadamu? Bahati mbaya sana, Mungu hafanyi biashara za namna hiyo. Mungu yuko tayari kutupatia mbegu, yuko tayari kutupatia chakula, na yuko tayari kuizidisha mbegu kila tunayoipanda na kutubariki kwa kila hitaji ili tufanyike mibaraka. Anataka kututumia kama mifereji kwa watu wengine, tubariki na kubariki watu. Rafiki, mwanafunzi, Mungu amekupatia akili, Mungu amekupatia uwezo. Jitahidi kuwasaidia wengine. Wale ambao unaona wanajitahidi lakini wanashindwa, jitahidi kuwaonyesha namna gani wafanye. Nje ya elimu kuna safari ya maisha. Usijisahau. Nikupe kisa changu mimi mwenyewe. Kwa kweli, baada ya kuwa nimehitimu, nilitumia eneo lilokuwa nyumbani, kaeneo tu fulani hivi kwa uzuri. Nililima bustani, nikapanda mboga mboga. Kwa kweli nilikatishwa tamaa, si uongo. Ni watu waliniambia huwezi ukafanikiwa hapo, huwezi ukapata chochote. Basi nikasema acha nifanye, alafu nitajionea. Nililima, mboga zilistawi, watu walikuja kununua. Nililima na mapapai, miche kadhaa. Mambo yalienda vizuri, pata pesa, nisaidia watu, lakini pia nilitoa kwa ajili ya kuisapoti kazi ya Mungu. Mfano, ununuzi wa vijizuu, ili watu wengine wafikiwe na habari njema pia. Rafiki, kama kuna wazo Mungu anakupatia kuhusiana na maisha,
lifanyie kazi. Usilipuuzie hilo wazo. Kama kuna picha Mungu anakuonyesha, usiache, muombe Mungu tu akuonyeshe kwa uzuri na wewe uishughulikie. Rafiki, pambana. Weka mipango yako, weka malengo yako, mtangulize Mungu. Unaelekea kwenye mtihani. Baada ya mtihani, unapokuwa ukingojea matokeo, usikae hivi. Fanya kazi. Fanya kazi tu kwa malengo, fanya kwa mipango. Hakikisha kila rasilimali ambayo Mungu amekupatia unaitumia kufanya uzalishaji. Fanya hivyo rafiki. Fanya hivyo, itakuwa vema na bora sana. Mungu alikusudia tutawale vyote. Amekusudia pale ambapo hakuna utaratibu, uweke utaratibu. Pale ambapo hakuna sheria wala kanuni, uweke kanuni zinazoongoza mwendo wa mambo utendeke vizuri. Rafiki, fanya kazi. Shughulisha nguvu zako za mwili, nguvu zako za akili na nguvu zako za kiroho pia. Ziweke zote katika uwiano mmoja na wewe utafanikiwa. Pambana, Mungu atakufanikisha. Kumbuka, maisha yanawahitaji watu ambao ni imara. Wale ambao ni imara, wanaoweza kukabiliana na changamoto, wanaoweza kuvikabili vikwazo, kuzikabili changamoto kuwa fursa, kutengeneza maziwa mahali penye majangwa. Ndio hao watakao wakamata wengi, ndio hao watakao songa mbele na kufanikiwa. Rafiki, pambana. Kabla hujaondoka katika haya maisha, weka kitu kwenye haya maisha kwa utukufu wa Mungu. Pambana rafiki yangu. Hapo shuleni pambana. Gusa maisha ya watu. Paulo anasema, Yesu amesema ni heri kutoa kuliko kupokea. Rafiki, jitahidi kuwa mtoaji kuliko kuwa mpokeaji. Jitahidi sana. Usipende vitu vya bure kwenye haya maisha. Jitahidi kupambana, ujipatie vyako vya halali. Umtukuze Mungu kwa vyote ulivyo navyo. Mwisho, Biblia inasema mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akatende kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Ni Waefeso 4:28. Rafiki, tumia njia sahihi, pambana kwa usahihi. Usipambane vile isivyo sahihi. Mabinti, msijiuze. Vijana, msiibe. Msifanye ujambazi. Wenye elimu, msitumie elimu yenu kudhulumu vya watu. Pambaneni kwa usahihi. Mungu atabariki kazi za mikono yenu. Basi napenda sasa ni kuombea. Asante Baba kwa ajili ya mtoto wako. Asante kwa somo hili, mwanafunzi na maisha. Baba, msaidie mtoto wako, hata yule ambaye ni mwanafunzi na hata asiye mwanafunzi, katika safari yake ya maisha, katika safari ya elimu. Muongoze kwa usahihi katika mapambano sahihi ya maisha. Msaidie kujua uwezo ulioko ndani yake, kuutumia na hata kuleta utukufu kwa jina lako, akifanyika mbaraka kwa wengine. Uwe nasi tena, ni katika jina la Yesu. Amina.
Rafiki, Mungu akubariki sana.